Hujambo mtazamaji popote ulipo, jioni njema ama alasiri njema, na karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Januari mwaka 2017. Jina langu ni Ali Manzu. Matukio mbalimbali mtazamaji yanaendelea na tumeweza kukusanyia taarifa zifuatazo, tukianza na taarifa ya mazishi ya mwanasiasa mkongwe ambaye wakati mmoja pia alikuwa naibu wa waziri Mark, ambayo yanaendelea hivi sasa katika maeneo ya Uasin Gishu jijini Eldoret pale. Na hivi katika muda uliopita kidogo mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kupeana risala za rambirambi kwa jamaa na familia ya marehemu Mark, ziara katika ile hali ya kumhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa shwari upande wa serikali na upande wa mazishi hayo. Hivi sasa basi tunaungana na kabla ya kuungana mwanahabari mwenzangu mtazamaji, naarifiwa kwamba tusikie kauli ya Rais Uhuru Kenyatta, hotuba yake ambayo aliotoa muda mfupi uliopita. Kwa kumpoteza bwana, baba na rafiki pia, rafiki ambaye amekuwa rafiki wetu sisi wote. Mimi niseme ya kwamba wakati tulisikia hii habari tulishtuka, kwa sababu vile Mheshimiwa Duale amesema hapo awali, karibu wiki mbili tulikuwa pamoja naye, akanipigia akasema anataka tuonane, tukaonana. Lakini ile siku pia tulikuwa tumepanga kuonana kwa kuwa kuna sherehe kule kwetu nyumbani Katundu ya Thanksgiving ya mama wetu. Akasema hapana, nitakuja. Akakuja na tukashinda naye siku hiyo mzima, tukiwa pamoja, tukiwa na furaha, na tukakubaliana ya kwamba tutakutana tena na mwaka mpya. Little did we know that was going to be our last meeting together. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba mimi pia nimempoteza rafiki, nimempoteza ndugu ambaye tulikuwa tunashauriana mara kwa mara juu ya mambo ya nchi hii, na ni mtu ambaye najua alipenda taifa lake na aliyependa wa Kenya. Mark alikuwa mtu mpole. Mark alikuwa mtu ambaye hakuwa na chuki na mtu yeyote. Roho yake ilikuwa wazi kwa wote, kukaribisha wote, na vile imesemwa hapa, hata nduru yake ya mwisho angepatia mtu kama angekuwa naye, yeye aende bila. That was the Mark we knew. And so to all of us, it is a great loss. Na tuwasema poleni, na tutasimama pamoja nanyi. Vile imesemwa hapa, hata mimi kwangu, kwa siasa zangu na maisha, kwa sababu tulijuana, vile Gideon amesema hapa, tumejuana miaka mingi na Mark. Lakini haswa wakati mambo ya siasa ilianza, Mark alikuwa mmoja wa kunisukuma mimi niingie kwa siasa. Mark alikuwa anani encourage kila wakati, anasema hapana, ingia siasa. Kama unataka kubadilisha nchi, hakuna njia ya kubadilisha nchi bila kuwa ndani ya siasa. Huwezi kuwa kando kando. Na ndipo tukaingia, tukasimama mwaka huu. Ilikuwa 1997, it was my first time. Kaingia na KANU. Wakati huo pahali nilikuwa mimi nimetoka, watu hakuwa wakitaka kusikia mambo ya KANU. Mimi nikapoteza huko. Mimi nikasema wachana na hii siasa, mimi sina haja naye. Kaanza kazi, tukarudi. Bado Mark anasema hapana. Fikiria tena, kaenda amesukuma moi kila sana nisukuma, hapana, fikiria hii mambo. Fikiria hii mambo ya siasa.
Na tukaendelea mpaka wakati nikakubali, nikasema basi uchaguzi mwingine ukija tutajaribu kusimama tena. Akasema hapana, wacha tusigoje, ingia sasa. Kamwambia lakini sasa njia ya kuingia ni gani? Huwezi kuingia siasa bila uchaguzi, na uchaguzi na hakuna kiti ambayo iko vacant. Somaka akasema hapana, kuna hii viti nominated, kuna ile kiti ya ule Mswahili wa Mombasa. Mzee, nafikiria hiyo kiti tukiongea na huyo mtu acha akae kando, Uhuru achukue hiyo ndio tuingie bunge na yeye. Mimi hata hiyo mambo ikawacha hapo, hakuna mambo mingi. So jioni hiyo mzee mmoja ananipigia anasema tumeongea na Makto na Mark amesema atakuachia kiti. Sawa Kasema sielewi kama hiyo ni. Kasema tu okay. Baada ya dakika chache huyo ndio Mark amefika kwangu nyumbani. Kamuuliza Mark, kwani imeenda namna gani? Si uliniambia ile kiti ya Mombasa Kasema mimi sijui nini mzee, iliingia mzee. Sasa mimi nataka ufanye hivi na tufanye haraka. Wewe fanya hivi, wewe pigia mzee mwambie unataka kumuona kesho asubuhi. Mwambie unahitaji Mark ndio akuoneshe mambo ya bunge. Na vile mambo inatembea ndio tuwe pamoja. Kama sawa. Sasa shida kakuwa mimi wakati nilienda asubuhi, kaambia mzee tulikuwa na Mark jana usiku na anafikiria ya kwamba tuchukue ile kiti ya Mombasa, Mark akae ndani. Ati mumesema nini? Mimi nikasema pole mzee, nilikuwa hiyo nimesahau hiyo. Lakini hivi ndivyo tuliongea jana, tukafikiria hiyo ndio ilikuwa maono yetu. Baada ya saa moja Mark ndio huyo amerudi kwangu nyumbani. Wewe umeenda kunistaki kwa mzee? Nilikwambia useme wewe, sio useme mimi. Kamwambia hii serikali ya siasa sielewi, lakini pole nitajifunza. Lakini mwishowe anyway akakubali, akaniwachia kiti, na hiyo ndio ilianzisha safari yangu ya kisiasa mpaka pahali ambapo nimefika siku ya leo. Naam, mtazamaji, ni baadhi tu ya kauli ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa ametoa muda mfupi tu kabla ya kutimu saa 10 kwenye mazishi ya Makto ambayo anaendelea katika sehemu ya Kapseret kule, bila shaka ikiwa ni katika kaunti ya Uasin Gishu. Na hivi sasa basi kwa njia moja kwa moja mtazamaji, nawasiliana na mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei atuarifu na mengi tu yanayoendelea katika sehemu hiyo. Elvis, nadhani unanipata vyema kabisa, labda ratiba inaendelea vipi hivi sasa ya mazishi? Swadakta Manzu, na kama ulivyotanguliza hapo awali, bado tupo tu katika eneo la Maziwa, eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, na kama mpigaji picha wangu anaweza nasa tu aweze kupata mkusanyiko wa watu ambao wanajaribu kupenyeza labda kule ndani ambako labda jeneza la mwenda zake limeweza kupelekwa kwa hafla maalum ambapo atakuwa labda ni maziko ya mwisho katika safari ya mwenda zake. Lakini mbali na hayo, Manzu, tuningependa kurejelea, manake tumekita kambi tangu mida ya asubuhi kabla watu hawajaweza kufika katika maeneo haya hadi hivi sasa tunapoona kwamba ni maelfu ya watu ambao wameweza kufika katika eneo hili la Maziwa. Wanasiasa pamoja wakubwa kwa wadogo, watu wa tabaka ya juu na watu wa matabaka ya chini waliweza kufika hapa ili kuomboleza aliyekuwa mbunge mteule Makto katika njia maalum ama njia maksusi, ambapo tu wameonyesha kwamba huyu bwana ambaye ni mwenda zake amekuwa tu ni kipenzi cha wengi, ambapo tunaona kwamba licha ya labda wale wanasiasa kutoka kambi pinzani, labda wale kutoka upinzani, wale pamoja serikali ya Jubilee, vilevile waliweza tu kujimwaya katika eneo hili la Maziwa ili kuja tu kuonyesha kwamba wako pamoja na familia mwenda zake ili kuja tu kuomboleza. Hata hivyo siasa hazikukosa kupenyeza.
Asa nitakumbuka katika labda tukio moja ambapo seneta wa Baringo Gideon Moi aliweza kujitokeza kimasomaso na kwa lugha ya kipekee, ambapo alikuwa anaweza kuzungumza katika lugha ya Kalenjin. Akawataka labda wale wanasiasa wa Jubilee wakome siasa za kurushiana matope, siasa za cheche za kusema kwamba huyu yuko katika kambi hii, huyu yuko katika kambi hii, bali wana nia moja tu ya kuweza kuunganisha Wakenya. Na vilevile ikaweza kujitokeza kwamba naibu wa rais William Ruto na alipoweza usukani, itabainika kwamba ni hafla chache sana ambapo naibu wa rais William Ruto anaweza kutangamana na seneta wa Baringo Gideon Moi. Vilevile Ruto ambaye ni naibu wa rais ambaye aliweza kufika mapema akaweza kusema kwamba imefika wakati wa kuweza kuwaunganisha jamii ya Kalenjin na kukoma kwamba kusema huyu ni wa KANU, huyu ni wa Jubilee, bali akawataka wale ambao labda wamejikita katika kambi ya KANU ama katika chama cha KANU waweze kuja kwa pamoja katika serikali ya Jubilee. Vilevile itabainika kwamba naibu wa rais William Ruto akuweza kuwasuta wale viongozi ambao hapo awali yule ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama cha ODM Henry Kosgei, na vilevile aliyekuwa labda waziri kipindi kile Nicholas Biwott, ambaye alisema kwamba wangehitaji Rais Uhuru Kenyatta aweze kuja tena katika eneo la North Rift na kuweza kuongelesha wazee na kuketi pamoja wakaweza kufurahia. Hili jambo halikuenda vizuri na naibu wa rais William Ruto, manake wakati mmoja nitakumbuka kwamba alisema kwamba wao walikuwa wapi wakati labda wanaunda serikali. Kwa hiyo yeyote ambaye atataka kumfikia Rais Uhuru Kenyatta basi hatakuwa na budi bali kumpitia yeye kama chombo maalum cha kuweza kufanikisha malengo ya Jubilee na kuweza kubainisha labda malengo mengi tu ya jamii, lazima wampitie yeye ili waweze kumfikia Rais Uhuru Kenyatta. Vilevile tukoona kwamba mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria vilevile akamtaka nduguye aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuweza kumwambia kwamba endapo kweli alimwenzi Makto, basi itakuwa njia maksusi ya kuweza kusitisha labda ile mizozano ya mara kwa mara na kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mzozo wa mara kwa mara. Vilevile tukamwona naye Eden Duale ambaye ni kiongozi walio wengi bungeni akamtaka seneta wa Baringo Gideon Moi aweze kwamba kujiweka katika serikali ya Jubilee na kuhakikisha kwamba naibu wa rais William Ruto anaweza kupata uungwaji mkono. Halikadhalika aliweza kuzungumzia ile video ambayo aliweza kunaswa kwamba yeye aliweza kutoa matamshi ya chuki, akasema kwamba hii ni njama tu ya wale ambao wako na nyoyo telezi ili kuweza kusema kwamba yeye aliweza kueneza matamshi ya chuki, bali kwa njia moja ama nyingine akaweza kujitenga nayo, jambo ambalo litabainika baadaye. Kwa hivi sasa tunajua tu kwamba alijeza kubainika kwamba endapo ilikuwa yeye ambaye alihusika pale, hiyo itatuacha wadau wanahusika waweze kutathmini masala kama hayo kwa kina. Itakuwa muhimu kutaja pia seneta wa Baringo ambaye aliweza kufika hapo awali, aliweza kuleta risala za rambirambi za rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi na kuweza kutaja kwamba Moi alikuwa na mwenzi sana aliyekuwa mbunge mteule Makto, na ndio kwa sababu akaweza kumteua kama mbunge maalum ama mbunge mteule katika serikali yake kipindi kile. Halikadhalika tulimwona mwisho hapo kama mlivyoweza kumsikia Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndio alikuja katika kutoa maneno yake ya mwisho kwa rafiki ambaye alimwenzi, rafiki ambaye alisema kwamba alimpa fursa maksusi ya kuweza kujitosa katika siasa, na ndiposa leo ameonekana mtu mbele ya watu, na ndiposa ameweza kufanikisha safari yake hadi alipofika hivi sasa. Manzu. Naam, asante sana basi kwa taarifa hiyo ambayo umeweza kugusia baadhi ya wanasiasa ambao waliweza kupewa fursa ya kutoa hotuba zao siku hii ya leo. Elvis Kosgei huyo amekuwa akifuatilia taarifa hizo kuanzia nyakati za asubuhi, wakati ambapo shughuli hiyo ilikuwa imeanza hadi hivi sasa ambapo inaelekea kukamilika katika eneo la Maziwa, bila shaka eneo bunge la Kapseret, huku ikiwa ni katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambako ni sherehe ama safari ya mwisho ya Makto inaelekea kukamilika. Mtazamaji, tunarejea hapa studio tukiendelea na taarifa zaidi, tukiwa bado kwenye masuala hayo. Ni kwamba siasa za kumrithi Rais Uhuru Kenyatta zilinoga katika mazishi ya mwenda zake Makto huko Kapseret katika kaunti ya Uasin Gishu. Mbunge wa zamani wa Tinderet Henry Kosgei akiwahutubia waombelezaji alisema kuwa jamii yake inaunga mkono utawala wa Jubilee kwa sababu ya Ruto kuwa mgombea wa urais mwaka 2022.
Kosgei kabla ya kuhamia chama cha Jubilee alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha ODM na mwandani wa kiongozi wa chama hicho Raila Odinga. Deputy President na rais, si chakula chao ni siasa, si chakula chetu sisi sote ni siasa. But I said in Nakuru, and I said, Rais, Deputy President, tuko pamoja. And I meant it, and I think I was the first one to use that word, that phrase. I'm happy it has been adopted now. Tuko pamoja. Tumeamua tuko na rais, tuko na Deputy President, mambo kwisha. Mambo nini? Muungano unaopigiwa upatu wa upinzani nchini NASA sasa umeanza kupata sura baada ya hotuba yao ya kwanza kwa wanahabari kufanywa katika ukumbi wa Bomas hapa Nairobi. Baadhi ya vyama ambavyo vilivyowakilishwa ni chama cha ODM, Ford Kenya na Amani National Congress. Muungano wa NASA unapania kuandaa mkutano mkubwa wa wajumbe wa vyama tanzu mnamo siku ya Jumatano kuhusu jinsi ya kukabiliana na serikali ya Jubilee. In that meeting, we expect the leadership, including the National Executive Councils of our constituent parties, the members of parliament from our constituent parties, the governors from our constituent parties, and all aspirants from our constituent parties to be here by 8 a.m. in the morning. And we want to start that meeting promptly and end as early as we can. The leadership of ANC, led by Mr. Bunyasi, and there are several members of the ANC party leadership who are here. We have the leadership of Ford Kenya, led by Mr. Eseli Simiyu, who is a co-chair of the CORD Management Committee. We got the leadership of ODM, and there, as part of it, the executive director of ODM is here behind me. The executive director of ANC is here. This opposition movement was not as wide as it is. Now you can see it expanding and growing by leaps and bounds. So just watch this space, and this space is right here in Bomas on Wednesday, the 11th of January 2017. Na mtazamaji, hivi sasa basi tuungane na mwanahabari mwenzangu Mark Namaswa akiwa katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Na Mark Namaswa, labda nitachukulia pale ambapo Senator Orengo ameachia hapo kuhusiana na kwamba wanajiandama wa Kenya wajiandae kwa mengi zaidi kuhusiana na muungano huu wa NASA. Labda katika pitapita zako kwenye mkutano huo mapema hii leo, ni mambo gani ambayo wameandalia wa Kenya kando na sababu kuu kwamba nia yao kuu ni kupambana na serikali ya Jubilee? Manzu, kumbuka hivi sasa tumesalia na kama miezi 7 hivi kufika kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, na Orengo aliweza kutodokezea mada ama ajenda kuu ambayo watakuwa kijadili ifikapo Jumatano. Baadhi ya mada hizi ni kama kujipanga kwa usajili wa wapigaji kura. Kumbuka kwamba tume ya IEBC imeratibu ama imepanga kusajili wapigaji kura wapya milioni 6, na hivi sasa nchini tunao watu milioni 9 ambao wana vitambulisho lakini hawajasajili kupiga kura. Sasa muungano wa NASA, mojawapo ya malengo yao makuu sana ifikapo hapo Jumatano ni kuratibu jinsi wataweza kujipanga ama kusajili wapigaji kura katika ngome zao ili kuweza kukabiliana na chama ama muungano wa Jubilee. Lakini pia kunayo masuala mengine ambayo watakuwa wakijadili. Kwa mfano, watakuwa wanaratibu jinsi wataweza kufanya kazi kwa pamoja. Kumbuka kuna vyama tanzu vingi ambavyo vimekuwa vikionyesha ari ya kujiunga na muungano wa NASA ili kubandua serikali ya Jubilee mamlakani, na watakuwa wanajadili jinsi wataweza kufanya kazi pamoja ili muungano wa NASA uweze kuwa muungano ambao
unaweza kuzaa matunda. Na pia tukisalia katika mada kuu ambazo NASA watakuwa wakijadili, pia kunazo sheria mpya za uchaguzi ama za upigaji kura ambazo pia watakuwa wakijadili. Kumbuka hivi karibuni kumekuwa na mzozo baina ya wajumbe wakijadili ama wakijaribu kupiga kura kupinga ama kuunga mkono baadhi ya mapendekezo ya kubadilisha ama mfumo wa upigaji kura. Wengine wakitaka mfumo wa elektroniki utumike pekee, wengine wakitaka kukuwe na mseto wa mfumo wa elektroniki na ule mfumo wa kutumia madaftari. Naam, kinachoeleweka ni kwamba chama cha ODM kwa upande mwingine, labda sijui kama waliweza kugusia swala hilo, ambapo waliwasilisha kesi ambayo hivi sasa inataka bunge liweze kutoa hatima yake kuhusiana na sheria hizi za mabadiliko katika sheria ya uchaguzi. Kuna lolote ambalo lilizungumzia kuhusiana na swala hili? Naam, kumbuka hapo kesho kutakuwa na kikao bungeni kuhusu wale ambao waliratibiwa kuwa makamishna wa IEBC pamoja na mwenyekiti, na chama ama muungano wa CORD pamoja na wale wanaopania kuunda muungano wa NASA watakuwa wakijadili ama watakuwa wakitazama kwa karibu sana. Kumbuka walikuwa na mikakati ya kujaribu kupinga mabadiliko kwenye sheria za upigaji kura na wakafeli. Basi kufikia Jumatano watakuwa wanajadili iwapo wataenda kwa pamoja kwenye mitaa na kupinga ama kuandaa maandamano dhidi ya kura hizo dhidi ya mabadiliko hayo ya sheria, au wataelekea mahakamani. Basi kufikia sasa kinachoonekana bayana ni kwamba wanataka kuweka vichwa vyao pamoja na kuweza kuratibu njia ambayo watakuwa wakifanya kazi kwa pamoja ili waweze kuwafikia malengo yao ya kisiasa. Manzu. Asante sana mtazamaji, labda kukufahamisha tu ni kwamba mahakama imetoa amri kwa bunge la taifa hapa nchini Kenya na kutoa siku 7 ili kuweza kutoa jibu lao kuhusiana na kesi ambayo imeweza kuwasilishwa mahakamani na muungano wa CORD ambao umekuwa ukipinga yale mabadiliko yafanyike katika sheria zile za uchaguzi. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia taarifa hiyo, lakini tukiendelea na taarifa zaidi kutoka hapa jijini Nairobi hivi sasa, acha nikupeleke hadi katika kaunti ya Nakuru kule ambako wafanyikazi pamoja na wahadhiri wa vyuo vikuu nchini wametangaza kuanza mgomo wa kitaifa hapo kesho ili kushinikiza utekelezaji wa makubaliano ya pamoja yani CBA ambayo yalijadiliwa mnamo mwaka 2012. Miungano kama vile ya UASU, KUSU na KUDHEIHA, mtazamaji, wametangaza kwamba hatua hiyo imetokana na serikali kukataa kuyatekeleza matakwa yao, ikiwemo nyongeza ya mishahara na hata marupurupu, mbali na kuainisha mishahara yao. Tumeamua kwanza hatutarudi kazi mpaka tupate haki yetu. Haki yetu ni CBA negotiations for 2013-2017. When I talk about the CBA, I'm talking about basic salary and house allowance. This money that we are talking about comes from the exchequer. Kwa hivyo tunasema unioni 3 katika vyuo hizi sote sauma nchini Kenya, KUDHEIHA, KUSU na UASU, sisi hatutarudi kazi mpaka serikali ikubali kuketi na sisi tuweze kuketi chini tu negotiate tumalize ndiposa turudi kazi. We want to condemn in the strongest terms the Ministry of Education. They would have come to the negotiating table to save the lives of over 200,000 students whose education and whose livelihood is in trouble because of acts of omission, negligence and carelessness. The lives of this staff are being played about with. We have been patient and constructive in our engagement with the Ministry of Education. Asking people to come to the table for you to negotiate is minimal. What unreasonableness is there in asking someone to respond to a proposal that you have given them over 4 years ago? And now you are telling people to wait. Wait for what?
Na mtazamaji, sasa ndio wacha nikupeleke Nakuru kule ambako naarifiwa pia vile wafanyikazi wa chuo kikuu cha Egerton katika kaunti ya Nakuru wao wameanza mgomo wao mapema hii leo. Mtazamaji, wafanyikazi hao wapatao 554 walishirikiana kwenye nyimbo huku wakiwa wameinua mabango. Lao kuu hapa ni ule mkataba ambao waliwafikiana na waajiri wao wa mwaka 2013 hadi 2017. Wafanyikazi hao wanataka nyongeza ya asilimia 66 ya mishahara yao kando na matakwa mengine. We are today in Egerton canvas, as we have already issued a strike notice on 8th of December last year, and it is effective today. That is why we are here launching a strike. From today we shall go on strike until our CBA, that we demand, that was supposed to be negotiated from 2013. Remember, the university, that one university have a union of vice chancellors, which is called Inter-Public University Consultative Forum, which came here on 29th December to come and jumpstart the discussions. From then, they call us on 6th in America to engage on negotiations. But unfortunately, they came without anything. Sisi ndio tunafagia mavi hawa watoto wao. Sisi ndio tunawakimbiza madrivers. Sisi ndio tunawatengenezea magari. Sisi ndio tunawaandikia vitu makarani. Sisi tunalipwa. VC anakula 1.2. Mimi nakula grade 1 anakula 10,000. VC, hebu angalia that nini violation. Hata ya Na kumradhi mtazamaji kwa taarifa, kwa sauti hiyo kidogo hapo haikuwa nzuri. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa, tunaarifiwa kutoka kaunti ya Mombasa kuwa idara ya polisi imewaamuru maafisa wa kaunti ambao wanawasimamia barabara jijini Mombasa kuondoka kwenye shughuli zao mara moja. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, hivi sasa basi tunaungana kwa njia moja kwa moja na mwanahabari mwenzangu kutoka kaunti ya Mombasa, Francis Ontomwa, akiwa katika studio zetu zilizoko mjini Mombasa. Na Ontomwa, moja kwa moja, hebu tuthibitishie hapa kwaendelea nini? Je, hizi taarifa ni za kweli? Manzu, ni kweli kuwa mgogoro huu wa walinzi wa magavana Amason Kingi na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho ukizidi kutokota, lingine basi limefanyika ambalo kidogo litazidisha mjadala ambao kitambo umeshika kasi eneo hili. Na ni kweli kuwa wakuu wa kitengo cha usalama hapa Mombasa wanasema kuwa leo hii asubuhi waliweza kupata agizo ambalo liliweza kutoka kwa wakuu wa trafiki Mombasa kuwa waweze kuondoa askari wao ama wale askari ambao ni wa county waweze kuondolewa katika barabara, ukizingatia kuwa askari hao wamekuwa na jukumu la kuweza kuongoza trafiki katika mji wa Mombasa. Ni swala ambalo wakuu wa trafiki hapa Mombasa wanasema kuwa linakiuka sheria, na wanasema kuwa wamesema kuwa hawatafuatilia agizo hilo na hawatabanduka kutoka barabarani. Bila shaka ni swala ambalo linaambatana na yale ambayo yamekuwa kifanyika hapo, ukizingatia kuwa kama nilivyokudokezea kuwa walinzi wa magavana Amason Kingi na vile Ali Hassan Joho waliweza kuondolewa. Ni swala ambalo linazidisha joto la kisiasa, na ukizingatia kuwa kesho inatarajiwa kuwa Hassan Ali Joho atakuwa akiwasili hapa jijini Mombasa kutoka taifa la Ghana, ambako amekuwa katika shughuli za kuapisha rais wa Ghana maeneo hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo linaangaziwa zaidi eneo hili, na kweli askari hao licha ya agizo hilo wamesema hawabanduki barabarani. Kwa hivyo tunazidi kutazamia haswa ni nini kitakachofuatia kutoka hapo. Lakini kuna taarifa kupitia mitandao nimeweza kuzipata pia kuhusiana na amri hii ambayo imetolewa mapema hii leo, kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kwamba hawajaondolewa bali wamevuliwa baadhi ya majukumu yao, kama vile kukamata mtu ambaye amekwenda ama amekiuka sheria ama kanuni za barabarani.
Ni swala ambalo tumezungumza na waziri wa uchukuzi wa Mombasa hapa ambaye ni Tofik Balala, na ameweza kudhibitisha kuwa kufikia sasa hawajapata ripoti yote ambayo ni rasmi kuhusiana na agizo hilo, bali ni agizo ambalo lilitokana na kupigiwa simu tu. Kwa hivyo kwa sasa wanasema kuwa hawajaweza kuona agizo lolote, kwa hivyo kusema kuwa ni ile kuweza kuondolewa baadhi ya sehemu ambazo wanafaa kuondolewa, ni swala ambalo wanasema kuwa hawajaweza kuliona popote pale. Kwa hivyo ni swala ambalo halijawafikia kirasmi. Inazidi kuonekana kuwa ni swala ambalo lina mkanganyo ambao kitambo unazidi kuleta shida ama sintofahamu miongoni mwa vitengo hivi vile vya kitaifa na hapa na vile vya kaunti. Asante sana Francis Otomo. Basi itakuwa ni wenye kufuatilia taarifa hizi ambazo ndio tumezipokea katika chumba chetu cha habari, taarifa ambazo zimethibitisha kwamba kutoka kaunti ya Mombasa kule idara ya polisi imewaamuru maafisa wa kaunti ambao mara nyingi wanasimamia barabara katika baadhi ya sehemu jijini Mombasa kuondoka mara moja. Hata hivyo, kama alivyonielezea mwanahabari mwenzangu kwamba bado anafuatilia hasa kusikia kutoka kwa gavana mwenyewe ambaye anatarajiwa kesho kuingia jijini Mombasa. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii, na pumua kidogo tu. Tutakaporejea tutakuwa na mahojiano yetu hapa studio na vile kukukamilishia baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Usiende mbali.